Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa na sayyidina al-awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumitinab, amma ba'd. Ama baada, ndugu zangu kwa Nadwa Online TV, karibuni sana katika mwendelezo wa masomo yetu mazuri. Leo biiznillah ta'ala nitakwenda kuwafundisheni njia ama siri za mtu kuwa mtaalamu mzuri, mwenye kupendwa, mwenye kukubalika, na kazi zako zikadumu kila siku kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, zitakuwa zenye kupanda na kupanda na kupanda juu. Sio wale waganga ambao nasikia wametoka vizuri leo, baada ya wiki mbili wiki tatu mambo yamebadilika. Sasa sisi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu nakwenda kukufundisha njia ili wewe na mimi mambo yaweze kuwa mazuri inshallah. Njia ya kwanza, bila kupoteza muda, kutunza siri za watu na kuwasikiliza. Mtaalamu lazima uwe na tabia ili watu wakae na wewe, wadumu kuja kupata tiba kwako, wadumu kuja kufanya dua kwako. Uwe na tabia ya kutunza siri za watu. Watu wanapokuja kwako, kila mmoja anakuja na matatizo yake. Huyu atakuja na tatizo lake hili la aibu, mwingine atakuja na tatizo zuri, mwingine atakuja hivi. Mwingine anaposikia kwamba bwana fulani hapa alikuja, huyu bwana ana madaga na madeni, huyu bwana ana vifungo kwenye kichwa chake, anampa kwamba hivi huyu leo ana madeni, ana vifungo, hajamsikiliza. Je, mimi mwenye matatizo tena ya aibu itakuwaje? Kwa hiyo ukiwa na tabia kutunza siri za watu itakuwa ni jambo vizuri, lakini ndani hapo uwe na tabia kuwasikiliza. Hata kama umeshaweza kunaoteshwa, hata kama umejua kwamba huyu mgonjwa kwa dalili hizi na hizi atakuwa na jini mahaba, jitahidi umsikilize. Sawa, msikilize, kwa sababu mtu mwingine anapokuambia bwana, mimi mwenzako nikilala usiku naota niko baharini, naota sijui nabebeleza watoto, mwingine naota anafanya tendo la ndoa, mwingine atakwambia naota hivi na hivi. Kwa hiyo ukamsikiliza mpaka mwisho, mgonjwa itikadi yake inampa kwamba ili labda alikuwa alijui, au ili sijamwambia, ili bwana bado, kwa sababu nimeshamwambia yote, ni zamu yake ama akili zake ama mawazo yake yote anajua. Sasa tiba anazonipa ni za dawa zote ambazo, au ya magonjwa yote ambayo yeye mimi yananisibu. Kwa hiyo sikiliza wagonjwa, hata kama umeshamuelewa na tatizo gani, jitahidi sana kuwasikiliza kwa mwanzo mwisho. Jambo la pili, kuwa mkweli na kuthamini watu wote. Jitahidi mtaalamu uwe kweli katika kazi zako za tiba na uwathamini watu wote. Asije kuonekana kaja waziri, kaja mbunge, sijui kaja shehe mkubwa, au sijui kaja mtu mwenye fedha, au kaja mtu mwenye cheo fulani, ukaanza kuwaweka pembeni labda wala wagonjwa wako wengine, kwa sababu huyu kaja na kibasikeli, huyu kaja na gari, sasa ndio inakuwa ni sababu. Au la, kwamba huyu kaja hapa kwa sababu mimi na matatizo, kanuna maskini, labda ndio maana hajanipokea kwa haraka. Thamini watu wote. Kama unajua kwamba mimi nafanya dawa za kumtibu mtu mwenye maradhi ya kishetani kwa 1080, mwambie bwana, mimi natibu mtu mwenye maradhi ya kishetani kwa 1080. So yeye mwenyewe anakuambia sawa, nashukuru, nimeelewa 1080, lakini mimi sina uwezo huo, basi na kiasi hiki utaweza kumpokea. Lakini mwingine anakuambia inshallah, nashukuru Mwenyezi Mungu, unasema tu tiba 1080, basi mimi nikifanikiwa nitakuletea zawadi. Kwa hiyo wataalamu wengi leo waletewe zawadi, wafanyeni, kwa sababu akishamwona mtu labda kaja na kijigari tu, anambia tiba yako 500,000 au milioni 6 au ngapi. Kwa hiyo inaweza kusababisha wateja wako wengine wakapotea. Jitahidi kuwa na msimamo wa kazi zako na kuwathamini wote. Lakini ukweli kuwa watu mpaka unajua wanafika wakati watu wanajulikana. Mtu ukiwa na mtu ana ugonjwa wa pumu, yule bwana anakutibu kwa 80. Huyo akiwa na tatizo hili atakufanyia hivi. Kuwa mkweli. Hiki sikiwezi, sema hichi kitu sikiwezi. Siri namba 3, kutojisifu sana, bali ni kumtukuza Mungu kwa yote, au kumtanguliza Mungu kwa yote. Hata kama una uhakika kabisa tatizo hili dawa yake ni majani haya, au dua hii, au kombe hili, au dawa hizi, usiseme hizi dawa ni kiboko. Sawa, au mimi bwana mambo huaga sikopeshi. Mwingine kwamba mimi siku 3 tu hivi. Hapana, mtukuze Mungu au mtangulize Mungu kwa kila kitu unachokifanya. Kwamba bwana, hii dawa zipo, tiba hii inapatikana, ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakujalia utapona. Mgonjwa anapokuja kwako hakuamini wewe ndio unaweza kumtibu, ila anaamini wewe unajua dawa. Aamini anapokuja kwako dua zake zinapokelewa, ila anaamini wewe unafahamu dua gani ufanye
ili Mwenyezi Mungu anani. Kwa hiyo anapoona wewe una nani, unaleta tu labda mizimu yako, unaleta tu labda majini yako, unaleta tu labda dawa zako, unaleta hivi, kuna watu ambao watakuja kwako na watapotea. Wewe unataka tumwombe Mwenyezi Mungu, wewe bwana, hili jambo tukiwakabidhi wakubwa, hili jambo linakwisha. No, mwenye kutaka jambo lolote liwe na lisiwe ni Allah peke yake. Sisi wote ni asbabu tu, sawa? Jilinde na maasia na kuwalalia wagonjwa, sawa, au wateja wako. Watu wengi unaweza kuona amekuja binti au kama waganga wengi wa kidada, unashangaa amekuja mtu mzuri mwanamume, tayari anaanza kutaka kuweka mahusiano naye, wengine wazini naye, wengine wanafanya hivyo. Kwa hiyo ukiona tabia hiyo, mgonjwa hataweza kumleta mwenzie, na mwenyewe inawezekana mwingine asije tena, kwa sababu kaja kwako lengo umtibu. Kwa hiyo unapoleta ibara za kuleta mahusiano, otherwise kama utapenda mtibu, sawa, mwelekeze, kisha tafuta hata watu, mwambie jamani, huyu mtu amekuja kwangu, alikuwa na matatizo, ana hivi na vile, nimempenda, nataka nimuoe. Tanguliza hicho kitu, hata yeye mwenyewe atakuwa ani. Lakini wengine wanakuambia kwamba tunaenda kupiga wangu, sijui tunaenda mapolini kwenda kunyosha dawa, ndio yapelekwa makaburini usiku. Sehemu za ajabu kabisa. Mwisho siku anamwambia, hebu hapa tufanye, bila hivyo mimi nitakuwa sikutibu, au hii dawa yako itakuwa pone. Hapana, jilinde na maasia. Unyota nyingi za waganga wengi wa leo zimepoteza kwa sababu ya kupenda machafu. Wengi wanafanya machafu mpaka katika maeneo yao ya kazi, na hata wewe na kuhusia. Inawezekana sio mtaalamu au sio nani, mambo hayo ukiyafanya kokote pale katika maisha yako, mambo yako utakuta yanakwenda vizuri. Leo watu wamepoteza kazi zao kwa sababu ya mahusiano na mabosi wao. Leo watu wamepoteza kazi zao kwa sababu ya mahusiano na wafanyakazi wao. Leo watu wamepoteza biashara zao kwa sababu tu wakija wateja wanawatongoza, wengine wanawashika watoto watu maziwa, sio vitu gani. Mtu siku wateja wanasema mimi pale siendi hata kwa namna yote. Kwa sababu gani? Yule tabia chafu hivi, na siku zote tabia huwa zinatembea haraka sana kuliko hata matendo. Kwa hiyo jilinde hivyo. Lakini kuwalalia wateja, kuna wale waganga ambao akishamtibu leo mtu anachukua labda namba zake nini, akikatwa akisikia jamani, leo mimi nimeamka vibaya, hebu nitumie 10,000, sina hela kula, sio na nini. Wewe fanya kazi zako, fanya mambo yako. Hata kama unafanya tiba, basi jitahidi utafutie riziki zako kwa namna nyingine. Isitoki kila tatizo wewe ni kuwapigia wagonjwa, bwana mimi na tatizo hapa, leo na shughuli hapa, natakiwa mje mfanye. Kuna watu wanataka waje kwako kwa ajili ya kuchukua dawa na wakaondoke. Wakikukumbuka jambo la kheri, ni binadamu, lakini isitoki ni sababu nyingine, mimi na tatizo lazima unitafutie 50,000. Mwingine anakuambia nakupigia simu asubuhi, bwana kuna jambo nimeliona hapa, lazima unitumie 30,000 leo tufanye kitu fulani. Hizo vitu unaweza wengine wakakugaia, lakini sio tabia nzuri na unawapoteza wewe mwenyewe wa kugonjwa wako. Sawa. Lakini kitu kingine, jitahidi kufunga au kutengeneza ushirikiano na kuongeza elimu. Tengeneza ushirikiano na wateja wako, tengeneza ushirikiano na wataalamu wenzio, tengeneza ushirikiano, lakini ongeza elimu. Ni jambo muhimu. Usitegemee kwamba mimi nina mizimu yetu imenifundisha, mimi sina baba yangu amenielekeza. Utakuwa ni mjinga wa namna gani? Elimu ni bahari, wa kun mustafida kula yaum ziada. Jitahidi kila siku, wewe ni mtaalamu, unajua dawa za tumbo, ujue huku hizo dawa za tumbo. Na maana huwa mimi nikielekeza somo, mfano nimefundisha maajabu ya sura al-Fatiha, nakwambia kabisa mimi ninazozifahamu ni hizi, lakini usikawie tu kaka hapo. Wengine hawajui kwamba hii sura kumbe na kazi nyingi. Kwa hiyo napokufungulia mwanzo, natamani na wewe uende ukatoke sehemu moja ukaende sehemu nyingine. Kwa hiyo hizi ni sababu ambazo zitaweza kukusaidia. Lakini ukiwa na tabia ya ushirikiano, dua nyingi zinafanywa kwa marufu makubwa. Kwa mfano una mtu anakuambia soma sura Yasin mara 41. Pekee yako inawezekana ikawa shida, lakini mkao watu 7, kwa mfano unaweza mkasoma wengine 6 tu, mwingine akasoma 5, mwingine 7, utakuta imeisha. Kwa hiyo wewe ukaambiwa usome Yasin 6 ni kwako ni rahisi, lakini kuliko ukaleta mipango ya mitamaa, mwisho siku mtu anakuja anakuambia mimi na kesi, mimi bwana nimekwama, mimi nataka nimefungika. Unamwambia bwana toa kiasi fulani, mtu anapambana kweli anakupa. Mwisho wa siku dua unajua kabisa dua fulani inahitajika, huyo angefanyiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ingekuwa asipande. Lakini huna ushirikiano na wenzio. Unaona unachokipata leo wewe ndio ni cha kwako, ni cha kwako. Wateja hawatakuja kwako kurudi pasi na kuona mafanikio. Ndio maana leo watu wengi wamepoteza wateja wazuri, wamepoteza wateja wenye fedha, wamepoteza wateja wenye moyo, wamepoteza wateja wenye hutu na kila kitu. Kwa sababu gani? Wamekosa ushirikiano. Inahitajika hapa isome bismillah
Bismillahirrahmanirrahim mara 20,000 peke yako unaweza ikakuchanganya. Lakini mngekuwa watu 20, ina maana mngesoma mara 1000 tu, kila mmoja akisoma 1000, na ni kazi rahisi, isingefika hata nusu saa, na mngeshangaa kwa maajabu ya Mwenyezi Mungu, mambo yangekwenda kwa vizuri. Lakini jitahidi kuongeza elimu. Wewe umezaliwa Mtwara, jitahidi nenda Nachingwea, nenda Msumbiji, nenda huku, nenda kule. Wewe umezaliwa Kigoma, nenda Bukoba, nenda wapi, nenda wapi. Jitahidi kuongeza elimu. Wewe umesoma mitishamba, rudi kama unajua kusoma Qur'an, jifunze. Wewe umejua makombe, basi jifunze khawasi, jifunze. Yaani kuwa mtu hivyo wa kupata elimu tofauti, hata utaalamu wako utashangaa unaenda vizuri. Sawa. Lakini siri ya 6, jitahidi badilisha maneno. Sawa, na muda ambao wa kufanyiana kazi zenu. Kwa mfano umeshasema dua hii tutafanya kesho Jumamosi saa 6 asubuhi. Saa 6 mchana kwa mfano, lakini mwisho tufanye saa 6 mchana bana, hebu tutafanya saa 8. Au mwingine tulikubaliana tununue mbuzi hapa, tuchinje, tuite watoto, tufanye dua hili, lakini muda unafikia unashangaa hakuna mbuzi. Hii dua hata kama tusipofanya na mbuzi itaenda kufanyika hivi, fanya hivi, basi haina shida. Au watoto hamna, tufanyeni tu kwa staili hivi na hivi. Kwa ukiwa tabia kubadilisha maneno, kuna wateja inawaumiza, inawakela. Mtu asikae bwana, mimi tulikubaliana basi tufanye dua ya mbuzi, kesho na kishukuru dua yake ikiwa ikachelewa au isipojibiwa, yeye anaamini kabisa kule kubadilisha kwako huenda ndio ikawa sababu. Kwa sababu kauli ya kwanza ni kauli ambayo inatokana na ilhamu ya Mwenyezi Mungu. Mwisho, kukubali uganga. Ukubali uganga sio kwa lazima au kwa tamaa. Hii ndio siri ya 7. Kubali kwamba mimi ni mtaalamu. Mtaalamu kuna mambo atakiwa usifanye. Watu wanakutegemea kwamba huyu atatutatua mambo yetu. Lakini yule ambao wakutegemea wenyewe, mwisho siku ndio unamshangaa na mambo machafu na mambo hivi na vile. Ni kwa sababu gani? Labda yeye hajakubali. Wapo watu leo wana mizimu, wana majini, sijui na marwani wazuri, lakini hawajakubali. Wanaambia bwana, wewe unatakiwa uende ukaoge dawa fulani. Mtu hataki kwenda. Mwisho siku analogwa, mwisho siku anafanywa hivi, anakuwa mwisho maisha magumu. Kwa sababu gani? Alipewa uganga lakini hakukubali. Au la, ameingia kwenye uganga ni kwa sababu tu tamaa, anajua labda atakula kuku. Mwingine anakuambia mimi nitapata pesa tu kirahisi, atafanya hivi. Mwisho siku unaambia bwana, ili uwe mtaalamu unatakiwa ufanye hivi, usifanye hivi, usifanye vile. Yale mambo yote labda kama miko anayafanya. Mwisho siku anarogwa, mwisho siku anapotezwa, mwisho siku riziki zinakuwa ngumu, mwisho siku kazi zake zinapotea, wateja hamna, unaanza kulalamika. Siri hizi ni 7 ambazo ukizifanyia kazi na ukazitekeleza vizuri kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakwenda kuwa mzuri. Lakini mambo haya yote yanakuja baada ya wewe mwenyewe kuwa uko tayari. Ndio maana hii siri ya 7. Lakini kuna jambo hapa nilikuwa niwaambieni, kuongeza elimu na kufanya vile kusoma, lakini hakikisha unajifanyia na dua. Kama wewe ni mtu wa miti, unafanya ndagu zako, unajifungua, unafanya vile, unafanya hivi, mambo mengine mbalimbali. Hizi ni siri ya adhimu sana, nimependelea na nyinyi leo mapeni. Usikose na vitabu vyangu kokote pale ulipo duniani, unaweza kuvipata vitabu hivi. Lakini kama wewe una swali, ushauri, una maoni mbalimbali, unaweza kunipigia, na si tu kuandika tu au kuongea tu. Mimi natamani bwana shehe nifanye hivi, nipigie. Muda mwingine utakana ukaniandikia hapo, shehe nifundishe kitu fulani, kachelewa kufundisha, lakini ungenipigia na namba tunaziweka, kwa ni rahisi sana. Lakini kwa wale ambao wanahitaji vitabu hivi, unaweza kupata kwa njia PDF au kwa njia kokote pale, popote pale ulipo, vitabu vinaweza kufikia. Hivyo tuwasiliane ili tuweze kufahamu mengi zaidi. Asalamu alaykum.